Jambo. Karibu tena mtazamaji wetu wa Kisi Hot TV kwa mara nyingine tena. Ninakukaribisha moja kwa moja katika studio zetu za Kisi Hot TV, ikiwa first time on this week. I tell you kwamba tumerejea tena. I'm back here guys and I want us tuweze kushare mengi kuhusiana na ile kitu ambayo imefanyika hivi karibuni. But for this time I want to welcome you ndani ya show kama kawaida, kama kabisa, and popote unapowakilisha katika mtaa wako ule, mtu wangu. I tell you, karibu sana, fika ndani kama kawaida. Kama unafika for the first time, karibisha watu watatu, aniwaambie kwamba ni wakati, ni wasaa wetu kuweza kudunda ndani ya nyumba kama kawaida. Kwa sasa nataka kuchukua nafasi mwafaka kabisa niweze kukaribisha moja kwa moja, na tuzidi kukaa ndani pale tunapozidi kukaa hapo mpaka mwisho. So tunapozidi kufika kwenye show yetu siku hii ya leo, I tell you guys, I tell you, ni noma tena. Alright, tunapoenda kuzidi kusonga mbele katika show yetu siku hii ya leo, natumai kwamba utaweza kupiga show hadi na mimi hadi ile tutakapofika katika masaa ya mwisho. Lakini kwa sasa nataka kuchukua nafasi hii ni kukaribisha moja kwa moja, karibu sana, tunaposhirikiana moja kwa moja katika masuala mawili matatu. Na kuna jambo ambalo limefanyika katika siku ya Ijumaa ambayo si ya kufurahisha. Hasa hamna mtu yote ambaye anafurahia na hilo jambo, lakini kwa sasa nachukua nafasi kama kawaida katika dakika za kwanza ni kukaribisha tuweze kuzidi kukaa ndani ya shoka hadi mwisho, tuweze kujua kwamba ni maneno yapi yale ambayo yanaendelea katika show ya siku hii ya leo, na najua kwamba utaweza kufurahia pamoja na mimi hadi pale mwisho tukapofika. Itakuwa noma tena zaidi. Hapa leo tumekuja kuweza kufundisha mawili matatu, na kuambia kwamba nimewamisi sana tangia siku ya ngapi, siku ya juma ngapi nilikuwa hapa. By the way, I had been here on Friday, but Friday siko hapa jai kwa Sunday, Monday, and today is on Tuesday. We are heading to Wednesday, but I tell you that we are back again with the full force. Tutakuwa hapa full force kama kawaida, kama kawa. But if you are here for the very first time, my friend, karibu sana, naweza kufanya nini? If you are the first time, subscribe there. If you are new here, and just like our page on Facebook, and you can follow us on TikTok at TikTok, and takuwa noma tena zaidi. And for this time guys, let me just do this. Wacha nifanye hivi, mtu wangu. Karibisha hapo kwenye comment section, achia comment yako pale, na mimi kama unawakilisha katika mtaa upi ule, unawakilisha katika maeneo yapi ya, tuweze kuzidi kuzungumza mawili matatu kuhusiana na swala ambalo nimekuwa trending hapa nchini Kenya na nchi yote nzima, kuhusiana na wana Boda Boda, kuhusiana na ile assault ya yule mwanamke ambaye alikuwa dhulumia katika barabara ya the forest. But I hope kwamba tutazidi kushika hadi mwisho, ninapotarajia kwamba unaenda kushare hiyo link. Just kitu tunafanya tu ni ukienda pale Facebook unatupata Kisi Hot TV. Chukua hiyo link yetu ya Kisi Hot TV, and then itumia watu waaliki kwa kuja kwenye show, tuweze kuzungumza mawili matatu, tuone kwamba ni njia zipi, ikiwa tu serikali imeweza kuweza kusema kwamba itachukua mkondo wake kuhakikisha kwamba wanabodaboda wetu wanafanya kazi kwa njia iliyo safi. Unajua kwamba si baadhi ya wasi wote ambao wako nayo, pia kuna wachache ambao wanaharibia wengine wanachafuria wengine majina, kwamba sekta ya bodaboda ni sekta ambayo imeweza kuelimisha watu, imeweza kuinua watu katika kiwango cha jamii hasa kujijenga. Kuna baadhi ya vijana ambao wamepata kazi pale katika sekta ya bodaboda, lakini kuna wachache ambao wanaitumia vibaya. So sijui kwamba wewe unaunga mkono vipi, ama unaambia serikali ifanye nini, ama wewe kama ni mwana bodaboda unaona inakuwa vipi? Kuna baadhi ya wana bodaboda wanasema kwamba wamedharauliwa, yani wanadhulumiwa pia wao, so inawalazimika walazimisha kuchukua sheria mkononi mwao, la sivyo mtu wangu. Tuko na idara nzima ambayo inasimamia katika sekta hiyo ya katika usafiri, traffic. So sijui kwamba serikali itachukua mkondo upi, na kisha kuhakikisha kwamba wanabodaboda wetu wanafanya kazi iliyo safi na wanafanya kazi iliyo pomba zaidi. Lakini kwa sasa mtu wangu, nakwambia kwamba karibu sana kwenye show yangu, kwa show ya siku hii ya leo ndani ya Kisi Hot TV, na kwenye studio hapa ninashikilia steering katika madakika ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 2022, 35 pati ya saa 4 Afrika Mashariki ya majira ya jioni. Anaitwa Dennis aka Kukurikuntu aka the only man
the black man, the black skin on the studio mbele ya kamera ni mbele ya kamera na kuhakikisha kwamba njia inakuja kwa ndio safi kabisa. So karibu sana, tuzidi kupiga moja au tatu nne hadi mwisho, na tujue kwamba tunafikia pale mwisho, tunafikia hadi wapi. Lakini samahani sana hapa no, just guys, nataka tu uweze kuniambia kwamba unanipata katika maeneo yaliyo vipi, yaani unanipata kwa njia yoyoje katika comment section pale. Sijaona watu wakiachia comment zao pale katika ukuta wa Facebook, na watu mtu mmoja YouTube pale. Samahani, hebu na watu wakichangamka na comments zao kana mente wewe tata. So that it is too hot, by the way, kisi hapa it is too hotter. Ina antiga liberera gete so timetinga asongba terete andronsa sole. I hope nga guchu kwa tere ya makomo gali to chukwa mwana abirata to igoro ya sector Boda Boda. But the pre-question today is why Boda Boda terror, yani mbona why Boda Boda being terror. I don't know if you have ever seen any occasion, if you have gone through any occasion ambapo wana Boda Boda wanafanya anything just to very soon ni hivi tu choose. Nimeona kwamba katika kisehemu kimoja ama stage ambapo walikuwa tu wamesimama hapo na wameweka pikipiki mpaka kwa barabara, yani mtu anachopaki wote kimakusudi kwa weka pikipiki pale igoro. Kuna baadhi nimesema, kuna baadhi na kuna, unajua hiyo sekta ya Boda Boda imebeba aina ya watu pasta mbale gari abachungaji gari kabisa bao samalingana mbale gari baro abantu banene mbale gari banu bakaneje family baroro, like there's a family from where I come from, that family utakera tato mwana mbako mocho kwa once nobody pardon ne pikipiki because ni kitu ambayo inawarisha. Lakini before that abantu mbale batekite sector Boda Boda gukora ibintu bitaganira gokorwa. I don't know sikonya weta any occasion mwespesa gukwana igorega tena kimo swati huyo ale kwa kwa tukori ijuma alasa epara ya forest itiza mcha Nairobi asinge tukatenga atuomete omuntu, lakini abantu bakayimuki lichiko nako kishanga bakore keke bakekera mo swati wiga bakamukore biko ndochimo uketuma horere video ina ya taria so mtandao. Yule mwanamke you see nochumnare kubwata bwatu usema just take this abana bamintu ba Boda Boda. I don't know ninkekibe I don't know being a sector ya yoko konyore business. This is the sector ya retire abantu babeire bande basomiri abana wetera Boda Boda abandi banyorite resource. I don't know some more loud than the clear kurusuko ga tina muntu ndingo soso tembu yako soka because tina kora sound check ga isiko kama unasikia ama unapata kwa njia ya safi, tafadhali niambie kwamba kukurikuntu tutakupata loud and clear, itakuwa loud and clear, itakuwa vizuri tena zaidi. Ama na Boda Boda umefikia more worse whereby sasa wano they take advantage. By the way, in the last two weeks naringe road show yo mheshimiwa yo moko chinsa mchanya mira, I saw Boda Boda misbehaving, yani in terms because singa barabu wale they come and block the road, wanafunga barabara. Yani ingere lazima kiongozi wako keke abakwanire, lazima kiongozi wako bakwanira wikakore keke abakane. Event it has gone very far. Abana Boda Boda baito as abana sisi wange kwa watumika bobe, they are using them very wrong. Just see, wanatumika vibaya zaidi. I don't know where you are kama unaona hizi vitu, but wanasiasa kuna baadhi ya wale ambao wanahusika kutumia wana Boda Boda vibaya. I don't know why. If you see mtu anakuja kama anaenda katika mkutano fulani, anakuja na wana Boda Boda wamo sindikisa na mwingine pia hivyo, so wakipatana kule they misbehave. Yesterday I was in a certain area at Kisii County, maeneo ya Mwenyerero ward. I saw some Boda Boda guys man misbehaving kwa mkutano mtu mwenyewe.
somebody amegharamika kuweka mkutano pale, ameweka kila kitu, ameita wote, so you umeletwa na mtu mwingine, umelipwa, unakuja kuleta interruption kwa mwanasiasa mwingine kwa mkutano wake. Because of this sector, people are misusing you guys. Yes. Alex Omari, I see you. Alex Omari, we are talking here. Hii ndio kitu kwa hapa. That's because the reason why we have come here today, tunaongelea kuhusu na mambo na poda. It is because the government, serikali nzima, rais mwenyewe amezungumza pia leo, na amesema kwamba kuna baadhi ya zile vitu ambazo sheria ambazo inafaa kufuatiliwa. So there's a crackdown countrywide. So it is upon you, Mr. Wanapodaboda. Tunawapenda sana nyinyi, watu wangwana, mnatusaidia sana, especially mimi nikiwa nimeitwa mahali nataka kwenda haraka, na nachukua mwanapodaboda, tunaenda haraka, tunafika salama. Lakini there's some ambao wanatumia vibaya, wanaharibu jina. Kurumega watu walikuwa pikipiki osemebi egari accident inakuwa, we understand, ajali haina kinga, umubasuka no para tobwati ke vitango, it can happen. Hata wewe mwenyewe unaweza anguka tu chini, but we used to see wanachoma mara chikali cha sambi ngega niki ya kwa ya tuoma. You see, I want to prepare something good for you guys from here Kisii town, and you come to witness what you are saying here. Hapa hii barabara ya Kisii highway, Kisii Kisumu road, this is an highway. Ukifika katika maeneo ya county, karibu na the offices za governor, maeneo ya jioni na asubuhi, unapata of course kuna jam, but this man they are fighting, they are making sure kwamba wanafinya the pedestrian kabisa, wanawafinya. Unapata unapita unafaa kupita, jamaa anatoka nyuma na anakuonga na anaenda, hakwambii pole, he's on high speed, hasi slow down, apenye kidogo aende kwa sababu ya jamu, he's on high speed, amepepa, anakugonga na mahali hafai kupita. Why is boda being terror? We thought it is a sector to help our youth, to create employment. What if the government dismantle boda sector? Vijana tutaenda wapi? Why can't we use this sector very well? I don't know we maoni yako ni yapi kuhusiana na kile kitendo ambacho kilifanyika, kuhusiana na video ya yule mwanamke ambaye aliweza kudhulumiwa na wanabodaboda katika jiji la Nairobi. Je, kama ingekuwa ni wewe, of course ajali imetendeka, ni sheria ipi wangefaa kufuata ndio waweze kupata haki yao? Ni nini kingefanyika? Ni sheria ipi? Kuliko kudhulumu mwanamke, jiulize ni pipi yako. Wewe uko kazi, umeambiwa amefanywa kile kitendo ambacho uko unafanya mtoto wa wenyewe, ama ni mtoto wako anafanywa hivyo. How do you just feel? Utafeel aje ndani yako? This is the sector ambayo ilikuja kusaidia, and really imesaidia watu, but lakini kuna baadhi tumesikia chuzi watu kisema kwamba bodaboda ya sekta kuna baadhi ya disadvantages watu wengi wanazungumzia sana. I don't know. Kama unanipata leo and clear, karibu sana kwenye show ya siku hii ya leo, and today we want to talk about why boda boda is terror, and Nigeria President Uhuru Kenyatta orders crackdown on Boda Boda operators. So and so forth from today. There's someone, I don't know what the government
we should come with a good procedure on how to help these guys, a good procedure on how to create rules and regulations to guide these guys wa bodaboda. Being a good sector, ni sekta ambayo imesaidia watu wamejenga manyumba, watu wanaishi vizuri, wamezamesha watoto, wako na ng'ombe pale, wanakula vizuri, wako na pesa. There's good life, there's good life, good life. But there's some who are misbehaving on this sector. I don't know what the government should implement a certain law which can govern and guide these guys on how to operate their work. They should come with a rule. You know, the government has been really lenient to these guys. I have seen so many every day, so many guys. If you are in any town, you can witness this what I'm saying here today. These guys are really misbehaving countrywide. Wakona character moja. I don't know who came out with this character. Who's the ancestor of this character? And the most people, there are some politicians ambao wanapatia vichwa. Some politicians who are at the front line. There are some politicians. Some you can witness. I think this is a sector which is supposed to be well prepared. A sector which should become with a rule and regulations. Should be well ruled. We want safety for our mothers, and we want safety for our ladies. We want safety for our daughters. Since the week, these are the week vessels. Yeah? I don't know what kind of regulations that the government is going to implement to ensure that this sector is well equipped. It's working very well so that it can create opportunity for every youth. Na kile kitu ambacho ninaomba wafanye cha kwanza, kuna baadhi ya vijana wanaendesha pale hawajaenda pale shule, they're not licensed. The government should work hard to make sure that everybody mwenye kwa barabara ako licensed, so that this guy, it is a person, anaweza jua ni nini kizuri, ni nini kibaya. I've seen so many people, so many guys where we come from our villages, they have dropped out of school. Mtu anafika class 8 anaacha shule, anakimbia bodaboda. And this is where some mtu anakuwa crook, hajui ni nini kizuri. Wakati accident imefanyika, what are you supposed to do? Unafaa kusimama. If accident imefanyika, wasimama pale. Kuna watu wa traffic wanajua kwamba, wanajua kupima, wanajua kwamba huyu ni nani ako na makosa, and mwenye makosa atakuwa na penalized. But if we take the law on our hands and we start misbehaving the way we saw the last day, those handsome guys, watu wako na watoto, mtu anaitwa dadi, unaita dadi, unaitwa grandfather, grandpa, you call so sweet names, lakini akili ya kutumia pale haiko. I don't know, wewe unatoa mwanamke nguo kwa nini, my friend? How akili inatoka wapi? Where did that just come from? Unachukua mkono kutoa nguo ya mwanamke tu just because of accident. It happens. Accident haina kinga. They say that. Hakuna unajua kama accident itafanyika, pia wewe unasafanya makosa. But why should you take the law in your hands? Wewe unajiona mzuri sana. The government, this is the sector we want you to implement. And this is the sector we want you to promote, because it's a good sector that has created 70% of employment. And now, riders who pleaded guilty, the 135K, okay, today, Nairobi court, we have seen kuna baadhi
ya wale ambao walikuwa na kuna watu wamepigwa fine just 35,000 mtu, si group, just one person. And let me tell you, mkiwa kwa group kufanya kitu ni rahisi na ni vizuri zaidi, unakuwa na nguvu pale, but the moment unafanya kitu pale na serikali kutafuta nyuma pole pole na kushika wewe peke yako, my friend, it is you, ni wewe utaumia. Ile group kila mtu atakusema mimi hapana, hey, mimi sikuwa hapo, nilikuwa nimepeleka customer. Watu watakuwa wamekuchoka. So once you do something, just ensure what you are doing, is it right for you to do that? If it's not right, just quit from that. Kitu ya group ni kizuri, but ukifanya nao mlifanya nini, kimefanyika, watoto wako watahangaika pale, wewe utapelekwa kule, faini ndio hiyo, utachukua loan, pikipiki ni ya loan, uko Nairobi unalipa rent, watoto unafunza school fees, chakula pale, mwanamke anahitaji pale umpange, you have done that. Nyumbani unahitaji pia uwape support, so umeleta kitu kidogo kimekuletea madhara. So ni nani ameenda hasara? Who do you see? Zungumza na mimi moja kwa moja katika majira ya jioni hivi leo katika ndani ya Kisi Hot TV, na hapa kwenye steering hapa ni mtu Dennis. Hatugombana kitu, tunajaribu tukufundishana mawili matatu kuhusiana na wanabodaboda na katika hii sekta. And over 100 bodaboda charged in court for blocking road users. Yes. Siku nyingine nimeona hapa Kisii County. Si kitambo, just this year. Yani, these guys, of course we know the government should value you. Kuna mara ambao wamepatiwa ofisi yao, and I know where that's office, where it is located, here in Kisii County. But now these guys wanataka ofisi pale ndani ya county ya governor. Yani governor akukule na nyinyi mnataka ofisi yenu kule ndani ya county. So what is that, guys? Real? No, we love you guys. Tunawapenda kwa kazi nzuri mnafanya. But kuna vitu zingine sijui, I don't know, sielewi zinatoka wapi. Like here in Kisii County, we have 2 offices za wanabodaboda. Yani wako grupu mbili. We have one group iko supported na certain leader, na kuna grupu ingine iko na kiongozi mwingine. Grupu moja imepatiwa ofisi na county, grupu ingine wamerentisha nyumba maeneo ya daraja moja, wameweka ofisi yao kule. So we have 2 parties. The 2 parties huyu kiongozi akiwa na watu wake hapa, na anakuwa na watu wake hapa. The other day I saw the governor when they were launching Azimio la Umoja Kisii County. The governor held a meeting at ATC. Finally, he came to the CBD of the town here in Kisii town to launch the voter registration at the capital roundabout. Yani immediately after the governor amemaliza, ametoka na watu walikuwa pale na wanabodaboda walikuwa pale, wakaenda immediately tu kutoka na kupanda gari na kusema bye na kuanza kwenda. Another guys wakaingia na bodaboda wakakuja kwa sababu ya kiongozi mwingine. Yani wamekuja sasa kuharibu ile governor alikuwa anaweka pale ni uchafu, so wamekuja kusema hiyo ni uchafu. Sasa wao ndio wako right. Imagine, you see how leaders are using these guys very badly. Na wewe kiongozi mzima umeenda shule ya professor, wewe ni wakili umesoma mashule chuo kikuu pale, umehitimu,
watu wakakuja graduation vizuri wakasherekea, na unakuja kutumia mtoto, yani you make these guys imagine, si kitu ingine ni pesa ya pombe tu, si pesa mingi wanapewa, they given 200 na unaambiwa ni just go there, na naenda muharibu ile kitu alikuwa anasema bana, yes, you know, so you see that's childish. I still, the government, you should come with, you should create proper rules that can guide this sector. Hatutaki tukue na mangaiko. Ukisikia mtoto amekuwa pregnant, ukiuliza boda boda. Ukisikia vitu zingine ukiuliza boda boda. Ukiuliza, I don't know guys, we love you, you do amazing work, but why all of this? Now kimeumana. I see guys, imagine unapita kwa barabara, jamaa anapaki pikipiki hapo kwa barabara, katikati ya barabara, na anatoka naenda surely. So you want guys, we wait you uende mari, unaenda urudi bado, si tusimame pale kwa barabara tukutegee tukungoje urudi, tukoganyira ne otose piki nchera. I don't know why this sector is taking people crazy. Anyway, nataka msungumuze na mimi hapa. Wewe unachukulia vipi hii sector? How do you take it? But these guys, they do amazing work. Wanafanya kazi nzuri. Despite we love them. Like today nimeenda mahali leo, nimetumia pikipiki kufika haraka na kurudi. Yes, very far, iko very important. But now there's some guys wameingia pale, sijui serikali itachukua sheria ipi, and I don't know unachukulia vipi kuhusiana na kile kitendo cha yule mwanamke. Wewe unasema maoni yako ni yapi kuhusiana na kile kitendo? Hasa ni kitu ambacho kimeuma watu sana. Meanwhile, before time wraps, let me just wish you wanawake wote ambao wako hapa ndani happy International Women's Day, and I really appreciate you guys, you women. We love you, tunawapenda sana, ni watu wazuri sana. In fact, we wish you all the very best, because mnatufanyia kazi nzuri, mnakuwa nyinyi ndio pipi zetu, mnatupatia watoto, mnalea watoto vizuri, mnatutunza vizuri, unahakikisha mume wako ako sawa, unahakikisha ndugu yako ako sawa, kwa sababu ya mwanamke. Na kusema kwamba ukitaka kujua kwamba mwanaume ambaye hajakamilika haya basi hana mwanamke. We want to wish you the very best. Happy International Women's Day. So we appreciate for you ladies, and we love you, including wale mama zetu, mashosho zetu, dada zetu pale, kuzo wote, mwanamke kama ni mwanamke, just we wish you happiest International Women's Day. Tumeka link hapo, watu wachukue link kuja kwenye show, uniambie kwamba wewe unahusiana na vipi na hii reducing the price. You know, the government imesema kwamba they wanted to create this opportunity, the job, the employment from this sector. Mr. Uhuru Kenyatta amesema kwamba this is the sector ambayo imeweza kusaidia watu. This is the sector ambayo imereduce the price ya pikipiki, imerudi chini. Yes, so government ya Uhuru Muigai Kenyatta imesema kwamba wao ndio wameshughulikia kureduce the price ya pikipiki, ndio maana zimejaa all over. Here in Kisii Town we have over 10,000 boda boda pikipiki zinafanya kazi. No, 10,000.
Imagine within the CBD. That's a good work. Siku hizi unachukua pikipiki na loan, unalipa polepole, inakusaidia pale pesa kidogo kulipa fee, kukula, unakirudisha loan, ukimaliza inakuwa yako, inakusaidia, unanunua zingine, unaendelea na maisha, unafunza watoto, hivyo tu. Kuna baadhi ya watu ambao wamejipanga katika hii sekta. Kuna watu wamejipanga na hii sekta. I don't know, mwondeko ni yapi? Wachukua kule link, ndio nimeweka kwenye comment section. Pick that link, ingia kwenye show, zungumza mawili matatu, tuelimishane mawili matatu, tuambiane ni vipi tutasaidia, tutaelimishana kama Wakenya. Ni nini tunaweza kufanya kama katika hii sekta ukipatiwa the very opportunity, the very first opportunity to educate these guys. What can you tell them? What can you tell them? What kind of rules that you will implement to ensure that these guys that are operating in a peaceful mind, they are working on a peaceful way, that are giving people peace. We want. Jana nikitoka tu huku kwa barabara, I've gone for supper, I'm coming back to studio. There's a stage somewhere here. Mtu ameweka pikipiki mpaka kwa barabara, so space hata gari kijaribu kugeuka ni stress kubwa sana. So gari ikitani right ingie kwa hiyo kanje iende ni kazi ngumu. Kwa sababu gani? Kuanzia mwendo wa saa 11 hivyo mpaka mwendo wa saa 5 sasa hivi, hizo pikipiki wamepaki tu kwa barabara hapo kwa hiyo Kaka Junction. So mtu ukikuja hiyo sehemu lazima utaslow down, upige horn, wa request tafadhali naomba niingie kwenda hapo, ndio wakufungulie barabara. Bila hiyo watakuredisha juu kwanza. I don't know. Hii ndio sekta ambayo watu wako na matusi, ile matusi chafu. Frederick Angwenyi, jambo. Frederick Angwenyi, mambo. Frederick, poa sana. Mambo? Poa brother. Habari yako? Nipo salama mtu wangu, nashukuru sana. Karibu sana. Hello? Nakupata nakupata vizuri. Frederick, nakupata vizuri. Yes, Freddy. Freddy? Yes. Mambo vipi? Salama. Karibu sana. Karibu sana, nafasi ni yako. Hello? Nakupata Freddy. Hello? Yes. Mambo? Poa. Hello? Nakupata Freddy. Naomba utoe earphones zako. Naomba utoe earphones. Hello? Yes. Hello? Freddy, nakupata, ni kama network ni problem. Kuna echo. Hebu reduce volume kwa simu yako. Nakusikiza sasa. Niambie. Habari? Niko poa. Nasikia uko na echo, wote nisikie kama Emonyo. Yes. Kuna echo ya kwa Freddy, mko sawa? Hayuko sawa, ni ile sio yako wapi hapo, inarudia echo mara mbili. Naomba Freddy reduce volume ya simu yako. Nimereduce. Yes. Hayuko sawa. Sasa yako vipi? Hello? Salama, niko salama. Karibu sana. Kitu nachangia hapo. Hiyo kitu Uhuru amefanya ni jambo la maana sana. Lakini kitu namkosoa kwanza, ni heri hao watu wa boda boda hawana
heshima kabisa. Hawana heshima kabisa. Mimi mwenyewe sijaipanda bodaboda. Na mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuclear bodaboda kuja Kenya. Hizo mambo za bodaboda ya kwanza kukuja Kenya, I'm the one who was clearing all bodabodas. Pikipiki zote zilikuwa zinatoka China. I was the one from Mombasa, port of Mombasa. But lakini hao watu, mtu ananunua pikipiki, anajifunza asubuhi, jioni anabeba watu. Mimi huwezi nibeba na pikipiki. Hiyo ni kitu nilisema, lakini vile Uhuru amesema hiyo kitu waweke mikakati vizuri na kila mtu afuate sheria, lakini isiwe hata kama hiyo kitendo ya mama ilikuwa very bad impression to that society, but the problem is wasinyanyaswe ili mtu mmoja akuja alete kampuni nyingine. Umeelewa? Unajua sasa hivi watu wataregister, wataingiza masakos, wakisaingiza masakos ndio wapate pesa, ndio sasa utalazimisha hao watu wa bodaboda. And before that, how will these people, because wanategemea hiyo bodaboda again. Fees ndio kila mtu akule, ndio familia ipate mkate wa kila siku. Lakini before that, hao watu wote really, si sasa unajua hiyo kitu italeta tena crime, because wataacha ile kazi ya bodaboda waanze sasa mambo ya uwizi, because hakuna pale penye watakuwa kutoa anything to on the table, to bring on the table. So hiyo kitu ni sometimes iko challenge, because if you see two things may happen for two things may happen for 1 week. Keroche industry ni kama net. Keroche industry imefungwa, alafu na bodaboda ifungwe. Neti inakusumbua Fredri. After that, uone posters Sakalbag from South Africa zimekuwa in Kenya, wameweka hiyo poster. So there's something also hidden between. Kuna kitu nyuma ya menelewa, ukiangalia kabisa kuna kitu, sio bodaboda kama wale wangeambiwa wale wenye walifanya hiyo kitendo washikwe, lakini sio upanzi watu wote. Others we may say maybe ni pesa ya kura wanatafuta, unanielewa? Juu ya hiyo walikuwa wanawalenga kiasi kidogo, wakiingia tu hiyo mtego wapate hiyo pesa. Because hiyo pesa yote unajua kama leo wameingiza more than almost 900 million, because kama wameshika pikipiki more than 8,000 alone. Leo peke yake unafikiri ni pesa ngapi? What about mingi sana? Fanya hiyo exercise all over, itakuwa ngapi? So kuna there's challenges by the way, but it's wrong. Watu wa pikipiki hawana adabu kabisa. Sijaipanda pikipiki lakini hawana adabu. Alright. Hata kama inaleta unga lakini hawana adabu. Ni majeuri. Alafu najua kitu wanafanya, kosa ikitendeka au tu kuna fujo, wanataka tu hawasikizi ile which part, how was it, how was this wrong, because kila kama umegonga mtu si gari iko na insurance, waende police. Na huyo kama hiyo story ya hiyo mama si alisimama. Sasa unaona kama huyu Mkisii, huyu mwenye anatafutwa sasa, sasa yeye ndiye alimtoa nguo na ni Mkisii kutoka huko Kisii. Sasa kuanzia kesho by saini atakuwa ameshikwa, because picha yake anaishi Mkuru kwanje. Ni kama network hapa inaita. Thanks. It's okay. So network kuna shida, Freddy. Shikilia hapo Freddy. We are coming back to you guys, to you Freddy, to talk more about, because tuko hapa kuweza kutafuta suruhu kabisa. Kwenye comment before niende kwake mwenye KV asema kwamba I'm the one who started importing pikipiki to Kenya before anyone from China, but bodaboda hawana tabia. Sana Freddy. Jobson Orina Mokogoti, kwani hamko YouTube waki? Tuko YouTube my brother. Just if you are there and you are watching us, tafuta Kisi Hot TV live.
YouTube utatupata pia pale TikTok. Sawa sawa. Liskini, uliendaga wapi? Hey, Liskini alienda ripotea, sijui kama unamkumbuka yeye mwenyewe hivi. Asema kwamba kurukuntu, hey, amepotea bwana, kuja nikuambie. Lazano Playston anakuwa na pale, karibu sana Lazano, karibu sana. So back to you mwenyewe KV. Yes. Habari ya jioni. Niko salama kaka. Mi kitu ninasema hilo jambo mbaya sana ilifanyika, hata kama ilifanyika mtu asasimama. Unajua mtu akisimama kwa mnamuongeleza kiustaratibu ile. Sasa kitu ya kwanza naweza sema ni hii. Ndio ni bodaboda ile inakupatia pesa. Unajua kunao wameenda pale kutafutia watoto ama familia, lakini kunao wameenda kwa jambo 2 ama 3. Unajua Mr. kwa hii dunia bodaboda wewe inalaumiwa, huwa tunaiona kwa kila jambo. Bodaboda ni watu wenye hawasikii. Kwa kwanza niseme hivi, kuna wakati nilikuwa naenda jobu hii barabara ya Mombasa Road. Unajua mtu anaona kabisa hii ni saidi yako, mwenye huyu mtu mwenye apandi gari ama anafaa pite, saidi ya mtu mwenyewe kupita. Mtu wa bodaboda ndio huyu kutoka nyuma na kupigia on. Unasikia unaenda wapi sasa? Mpaka umuuliza ndugu yangu, unataka nipitie wapi? Sasa hapa mahali unakuja, mimi ndio nastahili nipita hapa. Kumuuliza kiutaratibu ndio huyo matusi nini anakutuzi. Unaona? Shida, tuko na shida na watu wa bodaboda. Jambo lingine, bodaboda kitu ya kwanza, na hiyo na kiukweli ni wezi. Hiyo ni kitu hata tuliona, na hiyo ni kitu yenye iko ni wezi. Kwa nini Vincent anasema hivi? Unajua kuna pesa fulani unapita, hata uwezi toa mfuko simu uongee nayo. The moment unasua simu, hata uliona hiyo clip iko kwa YouTube, sijui kama uliona. Askari mwenyewe wa traffic, askari mwenyewe wa traffic alinyang'anywa simu akiwa anapunguza jamu. Sasa kama kuna msehemu unajua stage mpya hapo, ukiteremka ukienda Kwale, ukienda Donholm, jamaa anakuona ushapick simu unaongea. Yes, finisi tumeiweka hivi. Deno simu yako imeenda. Unaona? Boda hiyo kitu ni ukweli, na nasema mheshimiwa Uhuru Kenyatta amefanya jambo la muhimu sana. Walecheste sako. Hata kama nani amesema ati mtu anakuja, ndio mtu akuje na sako, hata Vincent anaweza kuja na sako yake. Ndio huyu mtu ajulikane ako mahali fulani, kama ni Kenya Builders, Vincent ndio amefanya hili jambo. Unaona hii kitu imeharibia watu wengi. Kuna watu wenye wameenda huko, hao wenye umesikia wamekamata mabodaboda 100. Sasa unajua kuna wenye wako innocent, hawajui kitu yoyote. Ni mtu ameenda kutafutia familia. Unaweza pata mtu hapa ndio anatoa pato lake, alipe nyumba, asaidie familia kukula na pale na school fees. Unaona? Kuna jamaa friend of mine huwa anafanya kazi ya bodaboda. Hapo ndio anasomeza mtoto wake sasa yako university. Sasa kitu kama hiyo anaendelea hiyo side ya tao. Sasa kitu kama hiyo impate kama alikuwa hapo. Unaona? Yeye alikuwa kiustarabu na analinda kazi yake. Lakini amepatikana. Unajua ni kweli huyu jamani Mkisii huyo alikuwa leader tuseme. Unajua kitu kama hiyo ni pikicha mbaya sana. Hata wazazi wako wakiona ulienda Nairobi ndio ni hii na hii unafanya, si poa. Hata mzazi anaweza kulaani, anaweza sema heri ungekufa isikuwe na kuona. Mzazi akitoa kama hilo tamuko kwa mdomo wake, kaka mwenye mahali huko, kama unaendeza bikibiki, hiyo ni kitu mbaya sana. Shu unapatia mtoto mama yako mzazi stress. Kwanza mama na baba ndio utangulia kusema heli ungekufa. Kuna ule kakako tusema alikufa, heli ungeniachia shule kuliko wewe upaki.
Unaona kitu kama hiyo haileti picture nzuri sana kwa hii ulimwengu. Mtu kama alifanya makosa sana, sikatai, huyu anaweza kuwa na makosa, hata mimi leo hii naweza kuwa na makosa. Ukikucha tuongee, huwa anaona adhari huwa zinafanyika kwa barabara, lakini hao watu wanashuka wote wawili, wanaongea, wanaelewana. Mwenye alienda shida anaambiwa lipa huyu, na hiyo kitu inaisha. Kuna wakati nilikuwa naenda job Mr. Dennis, GM jamaa mwingine wakali alikuwa na makosa kabisa yenyewe, hiyo nayo niliona yeye ndio akona mahali una join. Sasa mtu wa boda alikuwa anatoka juu, mtu wa kujoin huyo wakali haangalii, alijoin tu, unaona. Ikapatikana amekonga huyo jamaa hapa nyuma kwa kisikino yenyewe. Hiyo jamaa sijui kama alirudi kujiendeza bikibiki, hiyo kisikino ni kama ilitoka, unaona, ama saa zingine alienda akakata mguu, unaona kitu kama hiyo. Jamaa anaulizwa ataki. Sasa kama mnataka pesa ngapi, sema niwalipe niende, unaona kitu, ataki kushuka chini. Unajua boda boda wakiingia mahali moja wote at once, huo watakufamia. Lakini mimi naomba wana boda boda, hata kama mwenzenu amefanyiwa makosa, mnaona kabisa ni makosa, tulia, temperature irudi chini, muongelezane kiutaratibu kama mandugu, na mtaelewana. Eita mlipe, mwelewane. Hata kama sivyo, hiyo kitu iende, wacha kuchukua mikononi mwenu bwana. Hiyo kitu ni aibu sana yenye ilifanyika jana. Na niseme ya mwisho hivi, mwelewane. Kama unajua hizi ni ulimi tu ndugu, sisi ni watu tulitoka kwa tumbo moja, hata kuwe Mluya, akuwe Mkale, akuwe Mkikuyu, hii ni ulimi tu. Sisi wote tulitoka kwa mchanga, hata kuwe saidi gani. Hata mnaona atikaa kama msungu, wale wasungu ni kama sisi tu, ni ngozi tu imebadilika. Sisi ni watu tulitoka kwa, ndio maana tuliambiwa sisi mfano wa Mungu. Hata akuwe msungu, akuwe Mgiriki, akuwe Muukraini, akuwe Mrussia, sisi ni watu moja na ni mtu moja. Si ati Mrussia alitoka kwa mti, alitoka kwa mchanga na lazima atarudi kwa mchanga. Kwa hivyo muelewane kama mandugu. Niachia hapo Dennis, kama kuna mwingine anaweza ongea, kama yuko nitaendelea. Lipo, nataka tuendelee kuzungumza. Tempiti kwenye comment section hapa, anaitwa Moses Sondiek. Moses Sondiek anasema kwamba Moses Sondiek anasema kwamba Pastor Moses Sondiek from Kisii, mimi ni mhudumu wa bodaboda. Uhuru Kenyatta ametukosea wengine, sababu hata Biblia inasema kila mtu atahukumiwa na dhambi zake. Kindly mtuhurumie wengine tafadhali. Pastor, tunajua kwamba si nyinyi wote ambao mko nayo tapia, kuna baadhi ya wale ambao wanawachafulia jina. So nimetangamana na baadhi ya mapasta ambao wanafanya katika hii sekta. Hao mapasta wako ni wazuri, but pastor mkia kwa stage, I know hata nyinyi mpatangi teme kuweza kuzungumza na hawa vijana wanawake jeri sana. Nimeona vijana kije pastor atio, yani hawakuona kama wewe ni mtumishi, ingawa kama kukwenye hiyo sekta hawezi kupatia heshima zako kama mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Katika hiyo sekta imewata pale kutafuta pesa. So tunajaribu kutafuta suruhu na hakika ni nini serikali inaweza fanya ili ikaweza kusaidia vijana wetu na watu wengine. Asante sana Moses Ondiek. Anaitwa Vera Dennis. Mambo kukurikuntu na sarimia umbat, my dad, mom, Kimto, my baby Scovion, Skivon, my sister Eva Rose, Irene, Lilian, Jeremia, Zakaria, Snaita, wanangu na wote wa Hot TV. Niko Kenya, ni dada mkubwa. Yani dada mkubwa, you came to Kenya, you don't want to come and greet us. Umeficha chini ya maji. Sasa uko Kenya mpaka jina umebadilisha. Bana we. Mwambie ingie kwa show bana. Amena Vera Dennis bwana. Hey, dada mkubwa ingia kwa show tuone bana. Akuja hapa tusalimia watu michezo.
Ningekuwa nile sina namba yake. Ningekuwa hapo awacho mbwaki. Acho mbwaki. Ndio nilikuwa nasema hivi, kuna kitu pastor amesema hapo. Ndio, unajua ni ngumu sana kujua mwanapoda ni gani mngwana ni gani mbaya. Pastor kama umesema ndio. Sikatai kunao wanafuata utaratibu. Lakini very hard kujua mwenye usawa ni nani. Unajua kwa nini nasema hivyo? Kuna friend yangu alikuwa anaenda Ukambani. Jamaa alikuwa anaenda Masaya. Jamaa alikuwa na pesa, alienda kukwana. Mnanganya 250,000. Sio alijuaje kama huyo jamaa alimfitisha. Mahali fulani akamwambia leta kitu yenye uko nayo. Yaani mtu wa bodaboda. Unaona kitu kama hiyo ndio ni alipia mwana bodaboda, unajua wote wako the same. Unaona? Kuna kitu inafanyika mpaka unaona hii familia yote iko hivyo. Unaona? Kwa hivyo siko baya basta. Tunajua, lakini Mr. President Uhuru Kenyatta hawezi jua, ama akienda kukamata anajua ni bodaboda yoyote, hata askari anajua enyewe kuna mtu mungwana, lakini sasa already amri imetoka kwa juu, mwenye wote, hata mwenye nakwambia hivi leo hii anko yangu huwa anaendesha bodaboda hapa Mombasa Road. Nilimuona saa 5 ameingia kwa nyumba saa 5 ya mjana. Juu pressure hiyo inakuwa ndio ni mtaratibu, anaendesha pikipiki yake sawa, lakini kwa jambo hilo ilipiti kuziwezi endelea. Unajua imekamata wengi wenye venye nimesema mara ya kwanza, wenye hawakuwa najua ama wenye hawako kabisa, wenye ni wasawa. Kitu yenye nyingine teno, bodaboda imesaidia wengi, lakini shida mtu akishaingia hapa ameshikana na grupu fulani, wanaona hakuna. Ndio maisha hata kama inaenda juu, mafuta hata kama imepanda nini na nini, kura ile haki yako, usianze uizi. Mwana bodaboda ukishapewa pesa yako, lidhika na hiyo yenye umepewa. Hata kama unaona furugu imebanyika kama ilifanyika jana, achana kitu kama hiyo. Unajua ingekuwa kama ni huyo mmoja angekuwa mbele, angepepa msio wake mwenyewe. Lakini sasa mkaona, unajua shida yenye kwamba Mr. Dennis, ukianza kukimbizana mwanaboda mmoja hivi, hata hakujui mwanaboda yoyote, hata kuwa ametoka wapi, ametoka Kitui, so long as ni mwanaboda boda, wote wanakufamia, wote wanaingia hiyo group. Hata ukiuliza pastor na kwambia ukweli, wanaingia wote, wanakufamia, wanakuchapa. Karibu sana Mr. Miguna. Apostle Miguna, najia waje huyo kijana ongee. All right. Getikesha sema kwamba watching right from Tombe. Watu wa Tombe, watu Nyamira, and pede tomorrow I'll be at Nyamira and Friday. Watu wa Nyamira ni watu wazuri sana. I like that count. Ni tamu zaidi. Frederick Angwenyi, I'm watching from Turkey. That is why I was not clear. Pole Freddy, you can retry and tukuje tuzungumze hapa. Karibu sana Apostle Miguna. I don't know wewe unazungumzia vipi kuhusiana na wana bodaboda na ile kitu ambacho kilifanyika kuhusiana na yule mwanamke. Hasa ni nini ambacho kinakukera, nini ambacho kinakufurahisha na wana bodaboda, na serikali inafaa kufanya nini ili tuweze kutunza katika hii sekta, kwa sababu ni sekta ambayo imesaidia vijana na imejenga uchumi na imekuwa ni kitega uchumi katika jamii, katika nchi yetu ya Kenya. Karibu sana Apostle Miguna. Yes. Habari zenu? Salama bwana. Salama kaka. Unajua mimi sijakuwa within, so I don't know nini kimetendeka. Maybe nijaribu kufuatilia kiasi, so because sijakutana na mambo ya media, nimekuwa busy. No. Yesterday ulikuwa hujui kitu yenye ilifanyika jana Miguna. Nimekuwa kazi for almost 72 hours. Nimekuwa kazi. Okay. Yeah, wacha nikusaidia tu tuendelee, kwa sababu hii ni kitu moja hata wewe umekuwa ukipitia, hata kama unaelewa mambo na bodaboda.
Vera Dennis, unanitusi hivyo kukurikunto haki, nitakuja. Mimi sija kutusi. Yaani unakuja Kenya unabadilisha jina, inatoka dada mkubwa inakuja Vera Dennis. Sijui ni denu mgani, asikuwe ni mimi. So Apostle Miguna tunasema kuhusiana na swala nzima la wanapodaboda. Sijui kama wewe ni nini ambacho umeshaiona wanapodaboda wakifanya ambacho si halali, si kizuri, haufurahishi nacho. Ni kitu gani ambacho kinakufurahisha kutoka kwa kulingana na ile kitu ambacho walikuwa walifanya? Unajua chuzi ilikuwa siku ya Ijumaa. Kuna mwanadada mmoja alikuwa anasafiri, maybe alitoka kwa kazi yake na gari yake, kwa bahati mbaya ajali akaguza pikipiki ya mwanapodaboda. Lakini kwa sababu ya hilo mwanamke akasimama, wanapodaboda wengine walimvamia, wengine wakaanza kumtoa nguo ndani ya gari, yani kumdhulumu kwa sababu ni mwanamke. She was around 35 years. Huyu ni msichana mdogo 35 years. So hiyo video ikaenda viral. Kufika mpaka leo not the government ikasema kwamba there is a crackdown countrywide. Crackdown ya kwanza kuchunguza, kwanza kufanya new registration ya pikipiki, watu wako na license. Lakini before that vitu mingi zilikuwa zikifanyika. Watu imesemekana kwamba Uhuru amesema kwamba akipita na pikipiki anaweza pita mahali pedestrian anapita, so hana anapita mahali popote, hataki kujali maisha ya watu wengine, antarudi especially rudi Sam. Hatujui wewe ni nini unasema kuhusiana na hiki kitendo, ama kuhusiana na wanapodaboda wanafaa wafanye nini ili tuweze kuwa na sekta ambayo ni nzuri, ambayo inaheshimika. First, hao wanabodaboda wanapenda kuovertake. Mostly tukiangalia hizi mabarabara zenye tunatumia, mostly wengi wanapendanga kuovertake ovyo. Kitu kingine wanakuanga nasema aje sasa, na kichwa ngumu. Mostly wanajionanga watu wa muhimu kuliko hata wenye wako na magari, because kama hiyo incident umesema walikuja kwa kaichaki hiyo mama, of course inaweza kuwa makosa ilikuwa amekosea mmoja wao, lakini wange take time at least wakuje waone venye wataweza solve hiyo mambo. Unajua hakuna kitu inaweza koza solution, because kama of course kama huyo mama alikuwa na makosa, tuseme sijui kama ilienda, lakini kama alipiga huyo jamaa ama aliincha pikipiki yake ama huyo jamaa aliumia, hiyo ni kitu wangeangalia. Kama ni kijana ameumia ashughuliwe, kama ni pikipiki imepata shida itengenezwe. Kama umeumia kabisa, huyo mama anaweza ofa mnunulie nyingine. So watu wanastahili kuteki, yani wanastahili kuenda pole. Hii mambo wanaitana wanakusanyika, unaweza pata umeongea mtu kama hapa, wamepigia wenzao, wamekuja kama mtu mmoja, mlikuwa kama ni pikipiki moja imepata shida, pikipiki zimekuja kama over 100. Mama kama huyo mama umesema hivi walimtoa mashini manguo si nini umesema, hiyo ni vibaya. Simon, watu walifanya vibaya, because although si wote, kuna wengine wanafanya kazi yao vizuri tu, wamejipanga kama ni kazi from 7 to 7, jamaa anapepa watu abiria vizuri na heshima. Lakini ziweke wote makosa, lakini wengi percentage mingi wao ndio wako na makosa. Watu wanakuanga na kichwa ngumu. Juzi nimeona wengine nyumbani wanakimbiza wa mama mwenye hata mgongo anakimbizwa mbaya zaidi. Watu si tabia walitoa wapi? Ni watu wanastahili waende sahi watubu. Kama hao walikosea mama, naomba tu mama awasamee, lakini watu walifanya vibaya. I support Honorable Uhuru Kenyatta. Ni vizuri amesema, lakini kuna wengi wataumia. Wengi wataumia. Kuna wengine wanatumia pikipiki yao kufanya biashara, si kubeba passengers. Maybe kudeliver card za Safaricom mahali, yani ana supply tu. Kuna mwingine anapepa sijui maandazi, ana supply na pikipiki yake pole, si anafanya nini. So wengi wataumia, lakini walikuwa sio mama tu, mimi naweza sema tu mama. Lakini Mr. Miguna, kuna kitu yenye mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesema na mimi hiyo na support. Kuna kitu amesema pikipiki, unaona gari ziko na sako, pikipiki zikuwe na sako. Unajua pikipiki ya Bostol ya Miguna iko Kahawa, pikipiki ya Monyo
iko hapa Mombasa Road, na unajua hizo ndio hivyo. I think hiyo ndio itakuwa sawa kwa mtu. Sijui kama wewe utasemaje kaka? Ni vizuri, ni vizuri. Acha pikipiki sikae na sako. Mostly hata watu wengine wanakimbiza hizi mapikipiki, si ati wameenda shule wamefunzwa, wako na hizo races. Si wengi. Mtu amejifunza siku moja, ameona amejua. Siku ya pili ako kwa barabara anakimbiza ovyo ovyo. Anataka kujifanya yeye ndiye anabeba watu, wachaenda training. So mtu kama huyo, so ni vizuri wakae na sako au watu wakuje pamoja. Na wamake sure wameenda shule. Tuna encourage wakae na certificate, si yani hizo races, si certificate hizo races. Na vitu za barabara sote. Na serikali ikae serious. Juu pikipiki mingi zingine zimezeeka hata haziwezi beba abiria, zimeajiriwa hapa hivyo tu kienyeji zinapita pita ovyo ovyo. Sasa hiyo ana mtu ameshika nini pikipiki amesema hii ni mzee kabisa ama iko haina vitu kadha wa kadha. So we support. Acha wakae na sako na wajaribu kufuatia hiyo mambo yao. Mwenye anatoka nje na hizo kanuni ni hivyo tu, wanatolewa hapo hivyo. Ama namna gani ndugu yangu? Ni hivyo. Ni hivyo. Anaitwa Moses Ondeki. So what can we do my brothers? Tukae kwa nyumba, mwenzetu ameongea juu ya maaskari. Watakusanya pesa kutoka kwetu, but our Almighty God knows. Vera Dennis ayekukurikuntu amatera na soki machana inuita Vera Dennis niko YouTube. Asante sana. I just follow on that. So, yes, Mr. Pastor Moses Ondek, what you're supposed to do, we are coming there to educate you. But if you see, this is the sector where Payama to Sierra Mangi, if you can witness. I don't know. Yani, there's a day na renge na bantu wa maskani abantu beshima. Jamaa anaongea matusi ingine ngumu, matusi ingine kali. Sasa unashindwa niweke kichwa chini, how can I do? Na watu niko nao, so how can you, unaweza tembeaje? Yani moja kwa mama yako mwana boda boda pale anasema matusi ingine. Nje ya 2020 2019 kuelekea 2020 katika stage moja ambayo ilikuwa pale daraja moja ilikuja ikapomolewa. The OSS by that time alikuwa anatoka maeneo, alikuwa anapita mtoto wake, msichana wake. You know, here in town ukiona msichana wako mnatembea kwa barabara, you see. So hawakuwa na gari, wakaamua tu watembee tu kidogo tu hivi and then wavuke waelekee walikuwa wanaenda. Jamaa wa pikipiki akaanza kusema, wewe mzee, ako kama msichana ni maraya my friend. Haku kama nini, unajua nikisema kama nini hivyo unaelewa. Haku kama nini mpaka kamesha. So sasa hiyo watu ukipeleka hiyo sasa unapeleka ni kitu yenye mesha, hata afadhali waachane. Imagine unaambia mtu hamjui akona mtoto wake, unamwambia hivyo. So do you see? Ikitupelekea huyo akaenda kisha padari kuja na wakapomoa stage ilikuja ikapomolewa haiko. Although hao vijana bado tena wanaendelea kusimama hapo, lakini walisoma lesson. Yani mtu anakuwa ajui kwamba ni mamako, ni sister yako, ni mtoto wako, anakuambia vitu vingine, umetaka kunini hiyo mtoto. Yani you see, that's what we want. Yani I don't know tapia zao walipeleka wapi. Yeah, that's what talking about Miguna. And I don't know, Miguna. Yes. I don't know, ushaiona watu sijui kama ushaiona mali wao wakifanya makosa ama akifanya ajali na kuna makosa, they make sure wanamprotect, anatoroka anaenda. Kitu ingine hata wanapepa hiyo pikipiki yao, wanaenda wanaificha mali, wanaichukua, wanaacha hiyo mwenye hapo, mwenye hiyo gari, maybe kama ni gari hapo wanamwacha hapo. So hiyo kitu mimi naonanga most penye nakuanga naonanga hizo vitu. Kama huyo jamaa wa nduthi alongside ama amefanya makosa, most ana pretending ati amekuwa mgonjwa sana kabisa. Ati anamchukua usindio waibukane na hizo mambo. Na hao watu mimi kitu nimesema wanakuanga kichwa ngumu. Na hii ni kitu hii serikali imefanya.
ni kufanya kufungulia makarau mahali watapata kitu ya kukula. Wengi saa hii watakula vizuri. Traffic police watakula vizuri. That's what I can say. 3 minutes. This guy, I've seen here breaking news. Around 3 minutes here. DCI unmasks prime suspect behind sexual assault of woman driver on Wangari Maathai Road. The DCI said the suspect identified as Zakaria Nyaora Opadia. This is the guy, whatever he was the main, was scientifically placed at the crime scene before he was traced down to Mukuru Kayaba Information Settlement. Nyaora was traced by scouts drawn from Crime Research and Intelligence Bureau, that's CRIP, and DCI Nairobi, but he however managed to narrowly escape the detective dragging it through a sewer duct into this populated settlement. Now, the Directorate of Criminal Investigation, that is DCI, has identified a man believed to be the mastermind of the sexual harassment in this incident perpetrated on female motorist on Wangari Maathai Road in Nairobi last Friday. So huyu jamaa, he was the prime suspect. Hata kama alikuwa ametoroka, you see, na ni kijana mdogo sana. But as he want to go far, hawezi enda mbali. Hawezi enda mbali. Lazima that atakiona. That's what we say, wakati mnafanya kitu kwa mkiwa wengi. Wakati mkiwa mnafanya kitu mkiwa wengi ni vizuri. But at the moment unaweza kutafuta mmoja baada ya mwingine, it becomes very 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 difficult for you. Inakuwa kazi ngumu. Mbona sasa huyu jana walikuwa, hiyo siku Friday walikuwa wengi, almost 30 of them. Siku moja nikaona somewhere mtu alikuwa amefunga ng'ombe kwa barabara. Kwa bahati mbaya huyo alikuwa anapita, alikuwa anaona ile kamba ya ng'ombe. Of course mwenye mfunga ng'ombe kwa barabara amefanya makosa. But wewe unapita na pikipiki yako, unaona ng'ombe imepita, imecross barabara na kamba imefuruta. So the guy alijaribu kupita na amebeba. He was on a low speed. Pikipiki ikaenda chini. Akasema sasa mwenye ng'ombe ako wapi? Mbona funga ng'ombe kwa barabara? Watu kumwambia of course ni makosa umefunga. Wacha muongee muelewane, lakini hata wewe ulikuwa unaona kamba ya ng'ombe imecross, imesimama pale, kamba imepita. So meaning uko na macho, simama, alafu kisha baadaye ndio uanze kuombana maybe mwenye ng'ombe ama uone vile utafanya. And the guy aliambiwa uongee na huyu mwenye ng'ombe, akakataa. Kidogo kidogo amepigia chairman wake simu, chairman, ng'ombe ilikuwa imefungwa kwa barabara, nimeweka chini. Within no minute pikipiki zikajaa hapo, almost 100 zimekuja huku, mingi tena zaidi, ziko mingi. From there wakaongea, wakaelewana. Huyo akaambiwa pikipiki ilienda chini, hakuna kitu iliharibika. Kama kuna kitu iliharibika ningekulipa. Mkiwa hapa hamna mwenye ameumia, ngeenda hospitali. Patia kitu walielewana, wakampatia. And then baadaye hawa watu bodaboda wengine waliitwa, wakakuja pale karibu 100 na pikipiki zao. Wakasema tumeweza biashara yetu kwa tunafanya, tumetumia mafuta kukuja hapa, so lazima na sisi utulipe mafuta ya pikipiki ndio turudi. You see? So mwenyewe inaisha sasa kuuza ile ng'ombe, ndio patia mafuta, ndio waanze kufanya nini? Kurudi. You see? Hii sekta ni sekta nzuri sana. As I stated earlier,
there is some people who are misusing Boda Boda section. I want you to witness with me. Tuko katika mzimu wa siasa, and I want you to be very 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 keen. Tuko mzimu wa siasa hapa hivi, ni mzimu wa siasa. This is the time politician, they are trying their level best to track these guys, to misuse them, to pay them so that they can go and interrupt a certain meeting, maybe meeting ya Oka, maybe meeting ya Azimio ama ya Kenya Kwanza. This is the time they are going now, wanawatumia wanasiasa, wanatumia vibaya sasa. Frederick, Freddy, Freddy, unanipata Freddy? Hello? Lakini Wakenya jamani, Wakenya, what's not happening? Wakenya, shida ni ipi? On Roysambu Road, that's Roysambu Road, Nairobi. Shocking, Kenyans loot large amount relief food from an overturned truck in Roysambu Road. Hii truck hapo, if you see that video, hii truck ilikuwa imebeba some food na iko overturned. My friend, kila mtu alikuwa anasafiri na gari yake, alisimama, mapasi zikasimama, personal cars zikasimama. People are looting. Watu waliondoka na vitu. Jamani Kenya. Yeah? Yeah. Anyway, tuko katika topic muhimu. Karibu sana kama unatupata kwa njia iliyo safi. Sijui kama the Frederick, you are getting me loud and clear from wherever you are. Nimekuambia kwamba the DCI it has unmasked ama DCI ime unmask yule kijana, the prime suspect ambaye alikuwa behind the sexual assault of that woman driver on Wangari Maathai Road, that's Forest Road in Nairobi. That suspect, he had been unmasked. So the guy is called Zakaria. The suspect is called Zakaria Nyaura Opadia. Zakaria. That suspect is Zakaria Nyaura Opadia. So he was the really main suspect over this occasion. So kuna baadhi ya wale wamekamatwa, but sisi kama Wakenya, tunaba Kenya, tunaba kusi mo especially niki turasomya bana baitu mo especially ngi ko ngito obororo ngo mwana oyo uri ngate prime suspect no mugusi oti kubato mwana onde ko mungate ko munuse chianga because ngana ajali, you take advantage of that. Kwa kuboiwete what that is, you can call it, just ask yourself, what is swali? Imagine, I've seen even there's a guy here on a certain platform, akatabanga there's mtoto wake akiwa katika MTC, aliweza kunyang'anywa kale kapaigo wanawake wanapebanga na wanabodaboda na mwanabodaboda. The other day you saw a certain clip that was trending on social media, whereby a police officer, he's trying very best to eliminate the jam. Anaongea na simu, jamaa anakuja na pikipiki, ana overlap na simu, anaenda na pikipiki inaongeza mbio, inaenda. So will we allow just these guys
to use this sector for terrorism. That's terror. I think now the government should come very out clearly and state out on the best way that they can allow, on the best way they can come out and deal with the situation before it gets more worse. But before that, today Uhuru also orders fresh registration of all Boda Boda operators. So even when mwana Boda Boda unafanya kazi, the government ilisema kwamba there is a new registration of Boda Boda. So meaning when you go to register, when you go to register yourself, and while you are working on 30 road, on a 30 stage of yours, you must have a license, you must have a national ID, and other things. Lazima. And I think this now, the chairman of the stages, they're supposed to work hand in hand with the government, because tunataka sekta ikuwe nzuri. Ni sekta nzuri, ni sekta ambayo pia imepoteza wengi. You know, watu wengi wamekufa. Kuna baadhi ya watu kuna baadhi ya watu ambao wangeweza labda wangekufa kuelekea 2050, but wamekufa mapema kwa sababu ya sekta, because of carelessness. The other day, it was on last week, around the gate of Mojari, Ketiaret Kisi, huko ukiwa unateremka barabara on your way, kuna jamaa pia boda boda sekta walikuwa na wasichana wengine hao wanafanya biashara ya duka ya usiku. Hawa they were trying to enjoy, wameweka pikipiki muziki pale na pombe kwa mkono, walipata ajali wote na wamekufa wote. So by doing this, sisi kuongea hapa, tunawapenda, tunawataka nyinyi tena, tunataka tuishi pamoja na nyinyi, tunataka tuishi kama sisi ndugu na wako kimoja. And this is the sector where, but I don't know how will the government will work to ensure the Boda Boda sector now jamaa kuna propox, they work together. I don't know if you see most cases, ajali mingi zinafanyika zinasikananga sana sana propox Boda Boda. This I don't know, this like the two sectors, the government should work perpendicularly to ensure that there is safety, there is peace upon this. Yes, at the moment umepewa pikipiki ya mtu, unafanya kazi, hiyo pikipiki ya mtu amenunua, imekupatia kazi, upate riziki, imsaidie pia yeye na tusaidie sisi wote. Unajua Boda Boda ndio inatusaidia hasa pale vijijini. Mtu akiwa mgonjwa, hakuna means ya kuweza kumfikisha hospitali haraka, pikipiki zimesaidia, anaweka kule juu, anashikiliwa vizuri, anapeleka hospitali. Hongera sana. Lakini the highest percentage inazungumzia kuhusu ubaya wa Boda Boda, whereby the 30% inaongelelea Boda Boda kuhusu uchache. Sasa ubaya ndio mingi kule. Anyway, nataka niwatoe kitu hapa, tusikie kwamba ni nini Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumza kabla ya sisi kuondoka hapa. Naona kwamba watu hawajafika kwenye studio hapa, and I was really I don't like watu wangeingia kwenye show tuweze kuongea mawili matatu. So kwa sasa
Yes. So let me do this. Let me just give this one. Tusikie serikali sema nini. All right. Ikiwa wacha nileta hii tusikie rais aliweza kuzungumza nini kuhusiana na hiyo sekta kabla ya sisi kumaliza show. Wale watu wako Nyamira, get ready, we are coming with that tomorrow. Sorry for that. To ensure this one is okay. Okay. Your Excellencies, ladies and gentlemen, female genital mutilation is one cultural practice that has continued to undermine the realization of the potential of our womenfolk. Indeed, it undermines the participation of girls in education, and in addition, it has harmful health consequences. In recognition of this fact, I did make a personal commitment to lead the war to end female genital mutilation. I'm pleased to inform this gathering on the progress that we have made to curb this harmful practice, and I want to applaud cultural as well as religious leaders, especially from the Borana, Samburu, and Pokot communities, who have made bold public declarations to eliminate FGM and child marriages. And I note in particular the Kesima Declaration in Samburu, which I personally witnessed. Gender-based violence violates women's basic human rights. It undermines women's productivity and it diminishes their self-worth. Gender-based violence also has serious and disruptive spillover effects on our children. As a country, we are proud to co-lead the Global Action Coalition on advancing gender equality and ending all forms of gender-based violence. And indeed, last June, during the Paris Generation Equality Forum, we announced a set of bold commitments to address systemic barriers that allow gender-based violence to thrive in Kenya. And to date, we have recognized some progress towards the fight against gender-based violence. First, we have developed guidelines for the management of county gender-based violence recovery centers to ensure that survivors have access to quality essential services. Second, in October of last year, we launched the integrated policy response to gender-based violence for the National Police Service, and the policy would steer the National Police Service in the establishment, management, and operations of one-stop centers to provide survivors with comprehensive legal, psychosocial, as well as health support. And third, an anti-FGM prosecution unit that has been set up in the Office of the Director of Public Prosecutions. So, ladies and gentlemen, while the government will continue to strengthen the laws and regulations to address gender-based violence, it is incumbent upon all of us as individuals and society to protect our women and girls. These are our daughters, our sisters, and our loved ones. I must at this stage refer to what was referred to here, because without a doubt, that was a very disheartening thing to see. And it is only one of others that have occurred across this country. We must be honest. And yesterday, I did give instructions and I have ordered a crackdown on all Boda Boda operators starting here in Nairobi and moving across the country.
And the reason I have just chosen just to pause, just to refer to this, is because I know with this, and because we're in the silly season of politics, there are some out there who will go out and start saying the government is harassing small traders, small business people. There is nothing further from the truth. We want to see our young people succeed in their businesses. There is no government that has done more to support our young people in trying to foster their businesses. There is no government that has done what we have done to help these border borders in terms of reducing the price of these motorbikes. And we have seen the number and how they have flourished across the country. That was not done because we wanted to kill their business. We wanted to promote their business. We wanted to ensure that they are able to earn a decent daily wage, which is still our commitment. We applaud the many wonderful young men, and in some cases women, who ride these motorbikes and do great service to this country, delivering people who ordinarily would have had to walk long distances, that last mile, where a bus or a matatu will not go, and helping passengers with their luggage to get to their doorsteps. We know the great work that they are doing in terms of helping us achieve a truly digital economy through delivery of goods across our country using border borders, actually really boosting our digital economy. We have heard of many heroic stories of young men who have come to the rescue of women and people in distress voluntarily and returning even goods that people have left behind. This we cherish, we love, and we want to support, and we shall continue to support. But friends, that is not a license for you and your motorbike to harass pedestrians by driving on pedestrian walkways and chasing them back off into the road. It's not a license that allows for a border border to be used to do drive-by shootings or to break vehicles' windows and harass motorists along the road. And most definitely, it is not a license for you to strip and remove dignity from our women. No. No. We want to work together with you. We want to help your business prosper. But you must also do your bit, kwa sababu wateja wenu ni hawa wakina mama. Watakuwa wateja wenu kwa njia gani ikiwa nyinyi wenyewe mnawatokosea heshima vile mmewakosea? We cannot be a society that allows that. Na mimi nauliza viongozi, tafuteni hawa wabaya katikati yenu muwaondoe. We are going to re-register you all again, and we must make sure. Kwa hivyo wale wanataka kupiga siasa wapige siasa. Sisi tunajua tunalinda maisha na mali na haswa wakina mama wa Jamhuri ya Kenya, na tutafanya hivyo. So as I have said, I have instructed the law enforcement officers to use the instruments within the law to punish these perpetrators. And there should never be a repeat of what we saw, for this is a blight on the entire Kenyan society. Right. I think kwamba umesikia hiyo story na umepata vizuri sana. Yale ambayo rais wa rais jinsi ambavyo alisema. So ikiwa wewe ni mwanabodaboda sasa, ole wako, jipange mwenyewe. Hapa sasa hakuna kile ya kusema ati tuko kwa grupu. No. Ukipatikana makosa ni wewe peke yako. So make sure you follow rules and regulations. Before nimalize show ya siku hii leo, sijui kwamba I have some few minutes niweze kutoka hapo kwenye studio siku hii leo. I don't know, what can you tell ungepata nafasi, ungehimiza nini wanabodaboda? Ni nini ungewahimiza? Ungewaambia nini? Ujumbe ni upi?
hasa nini ungependa waweze kurekebisha. Ila tu mimi nakwambia hapa, mimi tutazungumza, tutatoka na tutaenda. Na ukiona vile leo rais ilikuwa mwana sasa, hii siku nyingine tarehe 9 jana, rais alizungumza kwa ajili ya ujungu sana. Alisema akiwa na hasira ukimwona, so kumaanisha kwamba ameachia sasa sheria pale chini, ataanza kufanya kazi, maafisa wa traffic wataanza kufanya kazi. So msianze kusema kwamba atio serikali imeanza kutuonea, kutufukuza. No, ukiwa tu uko right, unafanya kazi yako vizuri, hakuna mtu atakufuata. Lakini kama utaanza kufanya kazi yako kichwa pale pia na nguvu, haya basi kitomana kwako wewe mwenyewe. Lakini kabla ya hilo, kabla kufikia hapo, wanafaa kufanya nini? Wewe kama Mkenya ambaye unapendezwa na sekta ya bodaboda, ama ambaye haupendezwi na sekta ya bodaboda, uko na ujumbe upi kuhusiana na hii sekta? Kwa maana na ile jinsi ambavyo kila mtu anawarahumu, kila mtu analalama kuhusiana na kazi yao. Niko na dakika kama 5 hapa hivi, ninakuwekea hiyo link hapo, hizi dakika 5 na useme iko kwane. Lakini mimi this guy, the prime suspect ambaye alikuwa the prime suspect, yule ambaye alikuwa suspect wa kwanza kuattack yule mwanamke na kutaka kumvua nguo, the guy this year hapa ametoa report kwamba the suspect ambaye majina naitwa, nimeona pale majina, nita confirm, is already getting, the suspect ya karibu kufika mikononi, is not far already, is on the way, ama already amepatikana. Na si ajabu kama niona jamaa ni Mkisii, it comes from Gusii region, either kwe from Nyamira or Kisii, but it comes from Gusii region, this guy. Yeah? So why guys are we behaving like this? Tekambwate yani sato chatigaire niweze kuondoka hapa ndani nikiwa na kutafutia hiki kisehemu tuweze kuona ni njia ipi tunapata katika huo ujumbe halisi, na hakika ni nini ambacho kitafanya tuweze kumaliza show. Niona pia nimeweza kuona hapa there's a prominent here prophet who is going to the mountain to pray for 7 days. Akitengera prophet is now set to pray for 7 days against the boda riders who harassed a woman along Forest Road. The prophet said by the time he is done with the prayers, he will be able to mention all the perpetrators. Hey, prophet. Sawa, amesema kwamba seek forgiveness from God. Asante sana. So mimi wairiga nataka kumalizia hapa, lakini nakaitenga ungekuweza na kitu ya kwanza kuongezea hapa, wanabodaboda wetu wanastahili kubehave kwa njia au namna gani? Mimi wairi chinsa chiga chabaire, wacha mimi niweze kuondoka kwenye studio hapa. Saa 6 dakika 4 Afrika Mashariki hapa, na tutazidi kukaa mbele pamoja tuweze kuona tuwafikia wapi. Kwa sasa nao wacha nikushukuru mtazamaji mwenzetu ambaye umetutazama tangia tulipoanza show ya siku hii ya leo, na tuweza kufika katika majira na nyakati hizi. Umekuwa wa muhimu zaidi na wa maana sana katika ndani ya Kisii Hot TV. Ikiwa tu ni mara yako ya kwanza kabisa, unaweza kutufuatia katika maeneo ya mtandao. Unaweza kutupata katika mtandao wa TikTok pale ndani, tupate TikTok Kisii Hot TV, TikTok Kisii Hot TV, Facebook Kisii Hot TV, YouTube Kisii Hot TV. And jua kwamba like pale, follow us, subscribe and do everything the necessary, the main things that are supposed to be done. So ukifanya hizo zote tutakuwa tunatufuata moja kwa moja. Hapo kwenye steering nilikuwa mimi wako Nyamto Dennis, ukipenda kuweza kukurikontu utakuwa na
shukuru sana na niko bakira ngambia mwana singa nche mwachire mega twakwane mungana berateto weka amwere wikira boniga kinga kici cyari giri tukwe digarine nencengo cygwake ngambia mwana tigansoke ku ruiga studio arafu ngende gocha ntumirane nande rero mara kwa bose na babelena de Isaac munya kwa moko banere masemo rende asibono iga tyatenga and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Mutukue na usiku mwema na watakia kila laheri na Mungu azidi kuwa na nyinyi. Nona pale akina Gate Gesh, Nixon Bruno, Prudence, Papa Dennis, Rupanga Kennedy, Kemton na Nyanchama Makokoti, Jeffrey Rogendo, Rachel Kwamboka, Thomas Okiro Lucas. Asante sana katika njia ya Facebook. Paulo George Moses pale Vera Dennis, nilikuwa nimewacheki pale Frederick, ni watu wazuri sana. Kwa sasa wacha niondoka hapa, tutapata katika majira mengine Mungu akipenda, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa sasa mimi wacha niende TV na Mungu azidi kukaa nami. Bye bye.